nafikiri tumetoka nje ya muda. Kikao kilipaswa kiwe saa 6 na sasa ni saa 6:30. Diana, dada yako yuko wapi? Basi kabida atoke kamtafuta dada yake. Ila anatoka kagongana. Basi wakaanza kugombana pale. Ila yote ni michezo tu. Wanapendana sana. Huyu mmoja anaitwa Lydia na mwingine anaitwa Diana. Hii ni recap ya movie inaitwa Two Girl. Basi ungana nami mwanzo mpaka mwisho ili kuweza kuelewa hii movie. Basi wakaingia ndani pale. Okay, huu ni urithi kutoka kwa Otumba Odeyemi. Unasemekana kama hivi, urithi wake wa mwisho Otumba Odeyemi na nausoma. Mimi Otumba Odeyemi kutoka mjini Nigeria. Sikia kwa makini. Ni lazima usio wangu wa mwisho uweze kusikilizwa. Na haya maneno ninayonena mimi na atasomwa na akili wangu Barista Paula kama ninavyotaka. Kwa wanangu vipenzi wawili Diana na Lydia, wanapaswa kuiongoza kampuni yangu wakiwa wanashirikiana kama CEO wa kampuni. Na kwa sababu nyingine yoyote ile wakaja akatengana, basi kampuni itaenda kwa mke wangu Barba kama CEO wa kampuni. Kwa kipi? Huu puuzi gani? Ataongozaje kampuni ya baba yetu mtu mgeni? Huyo si mgeni, ni mama yetu. Ila Lydia hamkubali kabisa Barbara. Barbara akasema, "Mimi wala sitaki hiyo kampuni. Kwa hiyo wala usiwe na wasiwasi na mimi." Basi urisi ukiendelea kutajwa pale. Baada ya urisi, Diana akamvuta Lydia ndani. "Lydia, mbona unakuwa mkorofi?" Sasa iko hivi, Lydia hamkubali Barbara kwa sababu aliweza kulala na baba yao na akamfanya baba yao amuoe baada ya mama yao kuweza kufa. Na si hilo tu, bali alikuwa rafiki mzuri wa mama yao. Ila Diana yeye anaona sawa tu. Madhali kashaomba msamaha, maisha mengine endelee. Na hawa wawili wakiongea unaweza sema anagombana. Kumbe ndo maongezi yao hayo, lakini wanapendana sana. Huku upande wa pili kuna mwamba anaitwa Toby. Hapa anayumbisha hii booster. Mwamba ana voko za kutosha. Piga rula, gongelea misumari mpaka pisi katoa namba. Baada ya kutoa namba, akaenda kuonana na mshikaji wake anaitwa Richard. Akamngaria sana. Mwamba yeye ni domozege, anatamani awe kama Toby, ila hawezi. "Wewe ndo namba 1 playboy." Hapana. Playboy peke yake kwenye huu mji. Nikisema namba 1 maana kutakuwa na wengine wa pili, wa tatu, ila upo peke yako Mwamba. Umetisha. Huko kwenye familia wanaonekana wana furaha sana. Na mama yao Barbara anawajali sana. Ila Lydia hamkubali tu mamake. Licha ya mapenzi anaanza kumuoneshia. "Unahisi anaweza kunisamehe?" "Ndio mama, usijali, atakusamehe tu." Unajua wanawake ni kama watoto. Lazima uibe uaminifu wao. Lazima uoneshe kujali fulani hivi. Unajua kwa nini wanawake hawajawahi kunikataa? Sijui, kwa sababu mnafanya niwaelewe kuliko ninavyoelewa jina langu. Kuliko unavyolijua jina lako? Richard akapiga na magoti. Master, nifundishe na mimi nitishe." "Hebu simama. Haya, kaa. Nitakufundisha kila kitu kuhusu wanawake. Nikirudi zangu date na Deli Sola. Hebu subiri. Huyo ninamjua." "Ndo huyo." Mwamba haamini kama mshikaji wake kampata ule demo. Maana hata yeye alikuwa anamzimikia kishenzi. Sema ndo hivyo, domezege. Kwa Lydia na Diana bado wanaonesha kuwa wanapendana sana, kiasi cha kwamba hakuna kuwatenganisha. Wanashare kila kitu na upendo mkubwa wanaoneshiana hawa. Leo hii Toby yupo kwenye duka la sanaa na uchoraji. Anaangalia michoro na nini, mara akaja Lydia. "Unaangalia nini?" "Samahani, unafikiriaje hiyo michoro?" "Nafikiria huyo mchoraji kenda mbali sana, ila anahitaji darasa tena kujifundisha kwa sababu hajakuwa." Basi Lydia likikamkera kile kitendo. Na ukiangalia yeye ndo mchoraji. Anakuja mtu ambaye si mchoraji na ichafua michoro yake. Basi akamfukuza mle ndani. Basi kila ambacho kinatokea lazima mwalisie dada yake. Wanaishi kama mapacha kabisa. Akampa pole na kumwambia atamletea wine ili apunguze hasira zake. Basi akamtafuta waiter kuja akasema, "Kuna jamaa kununulia hicho kinywaji." "Nani?" "Basi mwambie asante, ila siwezi kupokea hicho kinywaji." Basi waiter kabida akafikishe ujumbe. Mara kaja Toby, akaomba ungane naye. "Nina mambo yangu, kwa hiyo sitaki kusumbuliwa." "Sawa, nitakaa kimya. Ni heri uende ukakae sehemu nyingine. Najua, maana mimi ndo mmiliki wa hii eneo. Kwa hiyo hivi ndo unavyokuja kwa wateja wako. Ni kwa wanawake wazuri tu." "Natania bwana." Mwamba kakaa. "Nina swali kidogo. Hivi inawezekanaje mwanamke mmoja achukue uzuri wote huo? Hivi unapumuaje?" Nimekaa pale nikana najiuliza maswali. Hii itakuwa sio haki kwa wanawake wengine kabisa. Itakuwaje bebe uzuri wote huo? Diana akaanza kulainika pale. Mwamba akaendelea kugongolea misumari ya kutosha. Diana akaingia kwenye line. Siku ya pili mchiza akaenda kwa Lydia. Akaomba msamaha kwa jana alichokifanya. Akaleta na zawadi na kubwa zaidi akaomba kununua michoro mingi sana kwa ajili ya hoteli yake. Mwamba na mbinu nyingi sana. Vyovyote ulivyo ndivyo anavyokuingia. Lydia akakubali bwana. Yeye ni nani hata achomoe. Siku ya pili akienda kwa Diana. Mwamba anataka kuchukua mtu na dada yake. Mwamba akapiga story nyingi sana mpaka zinamwagikia na akaanza kujuana taratibu na kuzoeana pale. Kila mmoja anamwambia siri zake mwenziwe, kipi anapenda na kipi hapendi. Mwisho akaondoka pamoja.
Basi Diana akanampasha habari dada yake Lydia kama kwa sasa amepata mwanamume na anajali sana, asijue kwamba mwanamume huyo ndo yupo na Lydia bila kujua. Mida kidogo akaja Toby. Leo hii akataka kuchorwa bila shati. Lydia kikamchanganya kabisa kifua cha Mwamba. Mwamba kaelewa hilo, basi akaanza kushusha nondo taratibu ila ingie. Kumbuka Lydia ni mgumu sana, ila mara zote hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Mwamba akamwambia kama unipendi basi tufanye challenge ya kutoka date na utadhihirisha huko kwenye date kama unipendi. Lydia akakubali kutoka na Mwamba kwenye date, asijue ndo analainishwa hivyo. Mida baadaye Toby yuko nyumbani, anakuja Richard akamuuliza lile dili lako la gesi likoje? Nimelipenda sana bwana, lile dili kazini wangu ametoa mita 100. Mita 100? Ndiyo mzee, ila wewe mshaji wangu huwezi kuniangusha. Wewe weka hapo mita 30 tu hapo. Hapo inaongelea pesa hapo, sio mita za barabara. Mwamba akasema yeye atatoa 20 tu. Basi Mwamba akakubaliana na hiyo 20. Siku kadhaa mbele Toby akatoka date na Lydia, na date inaonyesha ilienda poa sana, maana Lydia anachekacheka tu. Akafikisha kwao, wakaagana na mabusu tele pale, kwa kuashiria Lydia akaingia kwenye mahusiano na Toby. Mwamba kana changanya sasa mtu na dada yake. Leo yupo na Diana, kesho yupo na Lydia. Tena Mwamba anaonyesha kujali kabisa, na hivyo ndivyo mwanamke anavyotaka. Ila Lydia anaonekana kama ile kutaka sitaki, maana ni mkakasi kidogo. Ila huku kwa Diana mambo yanaonekana ni mepesi kabisa, kama kumsukuma mlevi tu. Leo hii mchizi kabila amalizie kwa Lydia, ila amalize kazi kabisa. Mwamba shuka voko mpaka mrembo akakubali, akaingia kwenye leni ya mchizi. Siku kadhaa mbele akaja Diana kwa Lydia, wakawa wanaonyeshana michoro miwili mitatu pale. Diana anasema ataichukua, kila anaonyesha anasema anauchukua. Wakawa wanataniana pale, matani mengi sana. Mara mlango kagongwa. Ulikuwa unatarajia mtu? Ndiyo, si ulisema leo ndio upo free? Ndiyo, na mimi pia nipo free. Nataka umuone mtu special kwangu leo. Basi Lydia akaenda kumchukua mtu special. Kufika kumbe ni Toby bwana. Basi Diana kuangalia alipata mshangao sana, ilimpiga kweli. Alipata butwaa kwa sekunde, kisha akaomba kuondoka. Diana akasepa. Lydia haelewi kinachoendelea. Toby kabila amwambia ameondoka kwa sababu yangu. Unasemaje ameondoka kwa sababu yako? Namjua Diana. Hebu subiri. Unamjua dadangu? Ndiyo, ila sikujua kama ni dada yako. Nilikutana naye Lagos. Mwamba kabida mwambie kama dada yake alimtongoza ila yeye alimkatalia kwa sababu hampendi kabisa, lakini aliniambia yupo kwenye mahusiano. Inaweza kuwa alikudanganya tu huyo. Toby, Diana hawezi kunidanganya. Hawezi kabisa. Toby akaendelea kushikilia kama anamdanganya. Lydia akaona bora ondoke tu pale. Huko Diana moja haikai, mbili haisimami. Anazunguka tu mle ndani. Lydia anajaribu kumpigia simu ili akawa haokoti kabisa. Akaja Barbara kumuuliza anaendeleaje, maana ameambiwa ofisini haendi kisa anaumwa. Ndio kumpa mkasa sasa mambo yanavyoendelea. Barbara akamshauri ni heri ongee naye Toby ili ajue kipi kinaendelea. Ila Diana alikuwa mchachu sana. Huku upande wa pili Lydia anamuita Toby. Na lengo la kumuita ni kuachana naye ili Toby awe na dada yake. Hataki kugombana na dada yake kabisa. Kwa hiyo nakata tamaa kwa sababu ya dada yako. Sio kama nakataa kama nakupenda. Ni kweli nakupenda sana. Ila samahani kwa kusema haya, mapenzi hawezi kufanya kazi. Huwa napenda sana kumuona dada yangu akiwa na furaha. Mida kidogo mchiza akaenda kwa Diana. Anaona kule ndo kashakosa tayari. Hai, sina muda kukusikiliza. Ungenipa dakika chache tu nikuelezee. Hapana, dada yangu anakupenda na sitaki nimuumize. Kwa hiyo toka na uende kwake. Mchiza anakosa kote au? Basi kaendelea kubembeleza pale. Mimi na dada yako ni marafiki tu. Unasema nini wewe? Amenitambulisha wewe ni mpenzi wake. Mimi sielewi kwa nini. Na wala sijui kama ananipenda. Na unajua ameniambia kila kitu kuhusu wewe. Kama ulipoa mimba na baadaye akakataa na wewe ukaenda kuitoa. Ila mimi sijali kwa lolote ile, nakupenda hivyo hivyo. Kwa hiyo dadangu amekwambia hivyo. Diana kuondoka kwa uchungu pale. Akaingia ndani ni kulia tu. Mida kidogo akaja Lydia kwao. Diana alimwashia moto si mchezo pale. Kwa nini amhadisie mtu siri zake? Lydia anashangaa. Mimi sijamwambia kitu, ila Diana ni wa moto sana. Akampiga kibao. Lydia akarudisha mashambulizi. Ziliruka si mchezo mle ndani. Barbara akawa anazuia pale wasipigane. Wakapigana mikwala pale, mwisho Lydia akaondoka. Kwa hiyo dadangu mwenyewe ananchallenge kisa mwanamume tu. Wacha nikwambie, haya yote ni makosa yako. Ndiyo, ni makosa yako. Barbara kana mshauri Diana kama anampenda Toby, basi asikubali kuchukuliwa na dada yake. Apambane kumpata mwanamume wake. Akamjeza maneno mengi sana. Jaza sumu mpeke kajaa kwa Diana. Huku pande wa pili kwa Lydia na Toby naye anajaza sumu tu kwa Lydia. Basi bwana, Diana akaendelea na mapenzi na Toby. Tena inaonekana penzi moto moto. Toby si playboy bwana. Kumbe yote anaendelea, Lydia alikuwa anaona. Ndiyo, tulikuwa tunaongea, ila ghafla akanikisi. Sijamuona akija kunikisi. Kwa hiyo kumuona lakini umemkisi. Basi Toby kama kaida yake akaendelea kumbembeleza pale. Mwisho Lydia akakubali.
Siku kadhaa mbele ugomvi umekuwa mkubwa sana. Wanagombana mpaka ofisini. Mpaka leo hii akaja akili wao. Anaulizwa, "Mmekuaje? Mbona mnagombana kisa mwanamume tu?" Ni huyu ndo alianza. Basi ugomvi ukazuka tena mle ndani. Hakuna maelewano kabisa. Basi wakili akavunjika moyo sana na vitendo walivyofanya hao. Baada ya majadiliano wakili akatoka nje na Barbara. Wakili anasema hajategemea hao kupoteza kampuni kijinga kama hivi. Na kwa sasa wewe ndo utakuwa msimamizi wa hii kampuni. Mimi mwenyewe nashangaa wamekuaje? Walikuwa na ukaribu sana. Baada hapo Barbara akaenda kujipongeza. Barbara, wewe una akili sana. Kwa sasa wewe ndio CEO wa kampuni. Wacha hawapuze dada wawili wagombane. Ndio tunapewa kisa kizima kilichotokea. Barbara alimtafuta Toby na kumwambia kama ana kazi anataka kumpa ya kuwatongozea mabinti wake. Kisha anataka wagombanishe sipatani kabisa ili awe rahisi kuichukua kampuni. Toby mwanzo alikataa, ila mwisho akakubali kuifanya hiyo kazi. Basi mikakati ikaenda poa sana. Basi tena nalo hii Barbara akamwita Toby na kumpongeza kwa kazi nzuri aliyoifanya na kumwambia atampa donge nono akiwa CEO. Siku kadhaa mbele wakili akaja kuweza kutoa urithi kwa mara ya mwisho. Punde akaja Toby. Basi Diana na Lydia wakaenda kumpokea pale. Shangwe sana. Mbona hamkumniambia kama mna kikao? Toby akataka kuondoka pale, lakini wakamzuia na kumbakisha. Ndo kuanza kutoa madukuduku ya mama yao wa kambo. Wanasema walijua mwanzo tu toka siku Toby alipotoa siri yake kutoa mimba na kuweza kuweka mikakati ya kuwanasa. Wakajifanya kama hawanagombana vile, kupigana mabao, yote ni mipango tu. Na hata Barbara siku alompigia simu Toby, basi waliweka recorder na kumrekodi. Ndo hapo akapata ushahidi mzima, ndo akajua kumbe huyu mama ni mbaya hivi. Mimi ndo nilikuwa nastahiki hii kampuni. Nimeunda hii kampuni kwa jasho na damu. Ila babako alichokifanya, amekupeni nyinyi wanawe. Vyovyote itavyokuwa, ila hii kampuni ni yangu. Maana nina mipango thabiti kabisa. Hebu msikilizeni mjinga, eti na mipango thabiti. Basi kabidi wamchane tu kama hana mpango wote na kampuni ni yao. Na kwa sasa polisi wanakuja kumshika na mlango wako ufunga kabisa ili asitoke. Siku kadhaa mbele Lydia na Diana wanapongezana kwa ushindi mkubwa aliopata. Maana vikwazo vingi wamepitia na kwa sasa wao ndo ma CEO wa kampuni. Pande wa pili kwa Toby anakuja mjengoni mwake hamkuti mshikaji wake. Anakuta barua imesema tayari amechesepa na ile milioni 30 na simtafute maana hampati. Kienda kujitafuta ili apate pesa. Toby akaacha kwenye mataa. Hana kitu chochote kile. Kakosa pesa kote na kakosa mapenzi. Na hapo ndo kwa mwisho wa hii movie ya kuitwa Two Girl. Hebu tupia maoni yako, umeonaje mzigo? Na kama wewe Toby ama wewe ndo Diana na Lydia, ungefanyaje kwenye hii movie? Ungechukua maamuzi gani? Mimi hapa ni storyteller wako, unaweza kuniita Mr. Coolman ama Jangabau Official. Usisahau kusubscribe na kutana notification bell ili kujiunga na familia hii. Asante sana na bye bye.